pale. Kwa hiyo nikaichukua ile story yake, kwa sababu hii ni very inspirational song, nikaiweka moja kwa moja kwenye video. Kama ukiangalia kwenye video pale kuna jamaa anakuja kunyoa, alafu kabla hajaanza kunyolewa anaanza kutoa lawama na nini na shit kama hivyo, amekuja amevaa pete la kichawi na nini na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ilikuwa ni moja kati ya video ambayo imegusa maisha ya Christian moja kwa moja, unaona, kutokana na changamoto umeona alizokuwa anapitia. Mei 16, 2024, kutoka Mei 16, 2024, na nilishoot na Red Raven. Utaona hapo some behind the scenes na Red Raven. Nilishoot tulianza kushoot mida saa 7, saa 8, na tulishoot kuna msitu fulani huko Mbagala huko, tunaenda tukashoot. Then ilikuwa ni one of the great videos. Nilifanya kazi na kulikuwa kuna waigizaji ambao waliperform vizuri, Chawi pamoja na jamaa ambaye alikuwa anaigiza kama mtu ambaye anakuja kumharass Christian saluni pale. Ilikuwa ni experience nzuri sana unajua mimi sio mara nyingi na shoot gospel tracks kwa hiyo hii ilikuwa ni experience nzuri. Na unajua ukiwa unafanya kuna tofauti kati ya kufanya video ya gospel na video ya secular, yani muziki wa secular. Gospel zina rules zake, zina sheria zake, the way jinsi wao gospel tracks zinatakiwa kuwa. Lakini kwa Christian yeye alikuwa anataka tu portray uhalisia wa maisha, uhalisia wa jinsi ambavyo vijana walivyo. Kwa hiyo hata kama ukiangalia kwenye video hakuna tofauti kubwa sana kati ya the way watu walivyokuwa na dress kwenye maisha yetu ya kawaida na the way watu wanapotakiwa ku dress kwenye gospel track. Kwa hiyo ilikuwa ni very inspirational song, lakini ambayo haijatoka kwenye uhalisia wetu sisi wa maisha vijana kila siku. So kama bado hujacheki, kama kawaida nimemtag hapo Christian Murehega, unaweza kaenda kuangalia pale kwenye account yake ya YouTube. Nyimbo mpaka sasa hivi na almost watu imeangalia na watu karibia 30,000 na kitu. Kwa hiyo it's a great song.